Ana. Kabisa. Kuna wageni wako. Waruhusu. Dada. Inakuwaje? Safi habari. Safi kwema? Salama. Wewe tulia. Safi. Dada tumetikia wito. Ndio. Ni kweli nimewaita. Kwa sababu ule mzigo wa kwanza mmenifelisha. Tena pakubwa. Sasa sihitaji na huu mzigo wa pili mnifelishe. Alafu inabidi mtafute mzigo uliokuwa mzuri. Sawa. Labda nikutoe hofu dadangu. Ndio. Mzigo huu wa mara ya pili hatutokufelisha tena kwa sababu tunaelewa na tunajua kama tulifelisha mara ya kwanza. Kwa mara ya pili hatukufelishi tena. Ndio. Ni kweli dada. Ndio. Mzigo utakaokuja rondi hatutokufelisha kabisa. Aminia kwamba ni lazima kila kitu kitenda sawa. Sawa. Hatutokuangusha. Endapo tukizingua, fanye chochote unachohitaji. Basi haina shida. Alafu itabidi sasa ukisha kuja huo mzigo itabidi niongeze na mshahara. Hilo liko wazi. Tunashukuru sana dada. Na najua kabisa kwamba hatukufelishi. Ndio. Hatukufelishi na tutafanya kweli. Basi sawa. Haina shida. Sawa, wewe turuhusu tuende kwa sababu tuna mambo mengi ya kufanya, lakini hakika leo ndio hatukuangushi. Uhakika wewe aminia. Basi sawa. Sawa dada. Haya basi. Haya poa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo nimekuja na habari njema mahali hapa. Mungu amenituma niweze kuambia watu wazima habari za Yesu Kristo Bwana. Hana muda tuliokuwa nao sio muda mzuri, muda mbaya sana. Wana watu wanafanya mambo lakini habari njema za Yesu Kristo Bwana. Naomba tusome neno la Injili kutoka kwenye kitabu Waraka wa pili sura ya 3. Mstari wa kwanza Biblia inasema, lakini ufalme unakuja siku za mwisho zitakuwa kwenye nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wataua lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Paulo mtume anamwambia Timotheo kwamba nyakati za mwisho, nyakati za hatari sana. Watu watakuwa wanapenda fedha, watu watakuwa wenye kiburi, watu watakuwa hata wenye kumtukana Mungu, wanaopenda fedha. Lakini watu hao wataonekana ni watu wa mcha Mungu, watakuwa na shughuli kwenda makanisani, lakini wanamkana Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Paulo anasema kwamba nyakati hizo ni hatari sana, nyakati hizo ni mbaya, nyakati zitaonekana watu wakifanya matukio ya ajabu na ya kutisha, watauana watu, wengine wataidiana wakifanya hivyo. Lakini Paulo anasema Timotheo, ujiepushe na mambo hayo, maana ni mambo mabaya. Siku ya mwisho hakika utapenda siku nyingine ya jana, endapo utafanya uovu. Nataka nikwambie kwamba Mungu yuko mahali hapa, anahitaji akutoe mahali uliko. Amekuona mahali uliko sio salama. Shetani amekubebesha mizigo ya ajabu,
mizigo ya mapepo, mizigo ya ukahaba, mizigo ya ulevi, mizigo ya kuvuta. Hayo ni mizigo ya shetani. Siku ya mwisho ukiwa na mizigo kama hiyo, mizigo ya uchawi ambayo Mungu haipendi, mizigo ya kutoa mimba, Mungu haipendi. Hiyo ni mizigo. Siku ya mwisho utakikuta utalia baada ya kutengeneza mizigo mingine, kutengeneza mingine ambayo moto wa milele. Lakini leo hii nimekuja na habari njema. Hizi ni habari ukizipokea tu, siku ya mwisho wako utakuja kwa Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni leo ukasikia sauti yake na ukageuka ukampokea Roho Bwana, hakika siku ya mwisho utatenda kwenye uzima milele. Bwana asifiwe. Kijana, wewe ni msikivu sana. Umesikiza injili ya Yesu Kristo Bwana. Mungu akubariki sana. Barikiwe sana.